We need to be faithful stewards in tithing. I wish you all a very Merry Christmas, a prosperous 2016. It's a message of peace and unity this Christmas. I'd like to show all Kenyans that there is no difference between any race or any religion. All of us were human beings. And a group of Muslims in Mombasa share flowers and gifts with Christians over Christmas. Vijana wengi tulikuwa nao hawaoni hapa wamerudi kwa pombe haramu. Turning a new leaf. Reformed alcoholics now leading productive lives. Watu wamekuja kusherehekea, so mimi pia nasherehekea nao nikiwa kazi. Familia yetu yote iko hapa. Lazima tufanye kazi. It was business and even more business at Uhuru Park on Christmas Day. Thank you so much for joining us this evening. Now, the common message from sermons this Christmas was peace and unity. Anglican Archbishop Eliud Wabukala and Catholic Archbishop John Cardinal Njue led prayers at All Saints Cathedral and Holy Family Basilica, respectively. In Mombasa, President Uhuru Kenyatta joined worshippers at Holy Ghost Cathedral, where he also spoke about the same. The soulful music that reflects the Christmas season, the birth of Jesus Christ. The music forms just part of the ceremony. It is the message that draws many to the churches. I want to thank God for our nation and for our church, and particularly in the last few months where people are working together to maintain peace. I want to thank the Muslims and Christians who are in the bus to Mandera and worked together as brothers and sisters. Coming at a time when Kenya is poised to enter a year that precedes a general election, the message of unity could not have come at a better time. It is a message that was echoed by the head of state. Yangu ni kusema, I wish you all a very Merry Christmas. President Uhuru Kenyatta spoke during a Christmas Mass at Holy Ghost Cathedral in Mombasa. Sisi zote tusaidie yule ambaye tunaweza kusaidia kwa njia ile ambayo tunaweza kusaidia. Ndio hii spirit ya Krismasi tuweze kuieneza kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. At St. Peter's Basilica, Pope Francis tackled war, terrorism, and the migrant crisis in a wide-ranging Christmas message, calling for peace and reconciliation around the world. Ellen Manjiro, KTN News. And of course, we don't have a big question today. All we want is to hear your messages this Christmas for Kenya, for your loved ones. Share them with us. 22155 is our SMS number. You can tweet KTN Kenya as well as KTN News. You can tweet me directly at Sophia Wanuna as well. We'll be sampling your thoughts as we go along with this broadcast. What are your messages for Christmas for Kenyans this 2015, the 25th day of December? A group of Muslim peacemakers in Mombasa City extended their love to their Christian counterparts in a glamorous and unique way by giving flowers and gifts in a show of togetherness, a gesture hailed by many as simple but significant, telling the group is asking Kenyans that to remain united and to refuse tribal and religious divisions. KTN's Coast reporter Francis Ontomwa tells us more. The Christmas spirit of giving and sharing was in the air down here in Mombasa. At the City Mall, the guest chose to get a rather special and unique display. A group calling itself Muslim Peacemakers reaching out to their Christian counterparts with flowers and gifts, something that will enlighten the day. We as Muslims, we believe in Jesus, and the same time, we believe in Prophet Muhammad. So on 29th of December, it will be the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and today it will be the birth of Jesus, which is in Islam we believe in both prophets according to us. So based on that, we would like to show all Kenyans that there is no difference between any race or any religion. All of us were human beings. The group stopped shoppers entering the mall, exchanged pleasantries before giving out the flowers. To the group, the gesture is to prompt the all-important narrative of peace and love across different religious groups in Kenya. Religious intolerance, they say,
has at some point threatened tearing apart the national fabric. When there is peace, everybody is happy, everybody is progressing in life, everybody is having hope and looking forward for the future. So through this message we are giving out right now over here, which is showing over here, people are two kinds. They're either your brother in faith or you're equal in humanity. And this also we're giving him Merry Christmas. So this is what we're trying to do over here. By and large at other recreational sports, what has now become traditional, the Christmas feel-good sensation swept all across, families celebrating the day in different styles. Mombasa's Mamba Luna Park particularly played a huge attraction to many. The relatively peaceful atmosphere in the city came in handy in helping Christmas holiday makers with a much-deserved relaxation. Kufikia wakati huu tunashukuru sana sababu kuna wenye walienda pengine walikuwa wanaenda kusherehekea pande tofauti nchini Kenya. Hawakuweza kufikia siku ya leo, lakini mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kuifikia na nimeweza kusherehekea na familia yangu. At the Bahari Beach Resort, families mostly from upcountry found time to gather and share in the day's joy. The hotel's management providing special packages for domestic visitors and the numbers shooting higher than last year. In terms of hotel bookings, we are bringing down the costs so that it is affordable for the local market. We want the domestic tourists. You know, we want to encourage people to travel. Come enjoy your facilities. These facilities are here for you. For me, it's all about the service that you receive, and you're made to feel like a VIP. You know, they remember you for, you know, you were here last time. They welcome you. It's a very warm atmosphere. Visitors at the hotels from Germany were also present to express their joy being in Kenya. There's beautiful people here and everyone is smiling and you just feel very relaxed and it's great to be here. That's my first time here. It's great. The sun and the people. And as the new year beckons, it is expected that more and more visitors will keep flocking the coastal region. Hoteliers from the coast, on the other hand, are petitioning the state to accord the subsector more support to boost their revenue. Francis Ontomwa, KTN News, Mombasa. Christmas is a time of giving, a time when many give a thought to the less fortunate. But for one medical missionary working in Turkana County, this has been her life mission. Deborah Sirjoy Singh has lived in the Turkana community in Loima location for 32 years. Together with Pentecostal Assemblies of God Church, she cares for the sick, gives food to the hungry as well as clean water. Our reporter Sharon Momanyi was at the health center in Turkana and spoke with this woman with a heart of gold. Kuja Kenya 1983 December 3rd. Nimekuja kama volunteer kufanya kazi anywhere that God desired me to fanya kazi hapo Kenya. Nilipatiwa, is that right word? Yes. 3 choices. Kufanya kazi among the Maasai people, among the Pokot people, or among the Turkana people. Lakini kuna ndege alikuwa na kupanga nafasi kukuja Turkana. So mdos wangu aliniambia, so jaribu that trip to go to Turkana. Nilipofika at the airstrip in Turkana, which is just down here, tulishuka na nilifikiri nilifika hell because it was so hot. Wakati niliondoka Canada, it was minus 40 degrees. Kufika Turkana, it was over 40 degrees. So that's how I came to Kenya. What did I come for? Nimekuja kutumikia Mwenyezi Mungu. Ananipenda sana. Na that upendo lake nataka kugawa na watu. To share with anybody and everybody as much as I can. Now the language was another thing. I speak Spanish, French and English and whatever else. But this Turkana language or Swahili, unknown to me. But I desired to want to serve God by serving His people. So therefore, I learned bit by bit. Nilitembea kwa kijiji kidogo kidogo, tunapata habari ejoko noi nyai mamnache, all these things. And so, minaamini Mungu akiita mtu somewhere, atasaidia mtu na nguvu zake zote kuendelea kutumikia yeye. Do you know why I was so accepted by all the men? Because I respected them. I respected them as the policy makers. They saw that I tried to speak their language. They saw in me someone they had not seen before.
That's what I wanted. I wanted them to see God alive and well in me, love. As a young teenager, I fell in love with God. I fell in love with the Word of God. I loved life. Call me selfish, maybe. Maybe it is an element of selfishness, but I never thought that I would want to share my life with a husband or to have children of my own. And I don't feel less of a woman. Small Russian every day. Yeah. I'm a giver because I saw the way God give. However, giving can be brought in a negative connotation, and that can be called sustainable dependency, where in giving and giving, the giver means well, but then people depend on you. And that I don't want to give. I don't want to be that kind of a giver. But my heart is a giver. You've been here 32 years. That's a pretty long time. What changes have you seen here in Namoruput socially, especially and development-wise? Amazing changing in people's lives. Leave the infrastructure of buildings and water wells. People's lives have changed. Some of the cultural behaviors that were practiced in the early days, for example, when the child is 9 months to 1 year old is teething, the teeth, the bottom teeth are removed. The fever, they have fever and diarrhea. The people say, oh no, we have to remove it because that is causing the diarrhea and the fever. So they take a small metal and remove that. If you look at the children today, and you've seen so many of them, they smile and they have their teeth. My task right now is to mentor these young people whom you've met, to disciple them so that they will catch the vision, mana maono, to reach their own people. And that's my desire. What does Christmas mean to you? God's love wrapped up in a package, in His Son, Jesus Christ. And Jesus came to save us, to save me. May I personalize it, please? Just die on the cross to save me. So Christmas means giving. Christmas means loving. Christmas means that whatever I have, I give. And I want Christmas to be every day in my life. Deborah has dedicated her entire life to the well-being of the community here in Namoruput, Turkana County. And if Christmas is about love, hope, and giving, then Deborah's is a story of Christmas. Sharon Momanyi, KTN News in Namoruput, Turkana County. Indeed, a heart of gold there. And now to a story about a selfless household from Githurai Estate in Nairobi who shares her little earnings with the less fortunate in the society. Today, Grace Nyawera opted to spend Christmas in a special way, as our reporter Zinzi Kibiku now tells us. It's a sunny day here at Manguo area, and I'm seated with these kids as we sip on some cold juice as we wait for the main meal of the day. That simple meal means everything to these kids this Christmas. But where does it come from? In one of Githurai's estates, we meet Grace Nyawera. She is walking from door to door in this building, searching for what could be her next paycheck. But it's not every day that the tedious up and down journey bears fruit. Nevertheless, she always has a plan B. She is quite popular among the residents. Friendly neighbors allow her to stick her black and white posters promoting her weekly laundry services. Grace doesn't only seek cleaning jobs for herself. She markets the service on behalf of other women who live nearby. All that in the spirit of empowering others. Zile siku sioshi nguo huwa nauza mchele, na saa zile niliangalia nikaona hawa mama nimepelekea watoto shule vile wanasumbuka. I made some posters na nikawaita wote. I told them to follow me and we went posting those posters through Kasarani, Kahawa, na nikapeana namba yangu, nikipigiwa na watu 10 nagawiwa wa mama. The mother of a 7-year-old boy has been a housemaid for close to 10 years. Her struggles have been her greatest motivation. Each and every year, I will always give to the poor, because even though I'm not rich, He has given me strength, He has given me mind to think, so I will use my strength and my mind to save those ones who I need. When she is done with her laundry duty, Grace can now afford to do what she pleases with her little earnings. So, what does she do? It brings us back to her juice drinking. Without hesitation, Grace buys snacks to feed the street children and the less fortunate within her community.
Na watu walinichangia Githurai, wakanipatia chakula, wakanipatia unga, wakanipatia kuni, ndio niweze kupikia watoto. While the snack, the full course meal is underway, but she doesn't do it all alone. She has a solid team behind her. With the help of these women, Grace manages to create memories of bliss and happiness for these children, while at the same time filling their tummies. Sikukuu imenipeleka vizuri maana tumesherehekea na watoto wenzangu. Hii Christmas yetu tumekunywa, tumekula na tumesherehekea vizuri. Tunamshukuru Mungu vile tumesherehekea Christmas hii. Kenya si ya matajiri pekee. Kenya hata maskini wanaweza jitolea wasaidie wale maskini wengine, kwa sababu mimi ningeangalia ati mimi ni wa class 5 sitapeleka watoto wengine shule, ningeangalia tu vile nilifail nifanye mtu mwingine afail. With the little gift Grace has, she multiplies it and puts a smile on people's faces and impacting positively the very same community she calls home. For her, that's what Christmas means. Her main goal, to create a rehabilitation center that will serve a greater cause. Zinzi Kibiku, KTN News. President Uhuru Kenyatta's order for a nationwide crackdown on illicit brews was followed by a flurry of activities, which however soon died down. The question on many people's minds has been what became of the alcoholics. Well, our reporter Jeff Kirui caught up with some of them, and here is his report. It's a group of 11 young men brought together by a common purpose, a goal to defeat alcoholism. John Buri is one of them. Mimi nilikuwa nauza pombe mahali kunaitwa Mweki na Kayole. Na wakati nilikuwa nikisonga huko hiyo vijiji kwa hiyo vijiji mimi nilikuwa ni mtu mregefu, nilikuwa mimi nimeona maisha yangu kama imefika mwisho juu mimi sikuwa nikiona jambo lingine la maana kuliko hiyo. His colleague Francis Nganga used to ferry Chang'aa to Nairobi's Githurai area. The business was a casualty of the crackdown on illicit brews. Kila siku unaona unafanyia mwenye unafanyia hiyo biashara, yeye ndio anafaidika sababu hata ukiuza hata kama ni mitungi 3, wewe unapelekea yeye shilingi 6,000, anakupea 500. Sasa 500 pengine wewe ni mlevi, kutokea huko kwa barabara unakutana na makarao, unashikwa au una pesa. Zile 500 wanabeba. Wewe unabaki bila. Hata cha kukula jioni hauna. But now they stand tall. Having conquered alcoholism, they have now ventured into farming, rearing chicken and pigs. Tangu tukuja hapa tumeuza mayai 2,500 na kuku tumepata faida ya 1,300, na kutoka hapo tumeanza kufikiria mambo ya kuuliza vitu zingine. Tumeanza kununua nguruwe ndio angalau tupata mazao mengine, tuongezee nguruwe, hata kama ni ng'ombe tutaongezea, sababu bado hii kazi ya hiyo pesa tunaona bado inabaki. Sasa hizi kuku kuna vile tunaokotanga hiyo mayai kila siku, hatukosagi mayai kama tule 6 hivi za mayai. They have more than 1,000 chicken. Most are being slaughtered now following the massive orders received over the festive period. The proceeds are encouraging them to settle down. Mahali nimefikia, nimeanza kuwa na maono ya kuwa na familia yangu, na ninaona mahali nimefika sasa, hata nimeanza kuwa na nguvu ya kufikiria mambo ya nyumba yangu. And now they have turned into anti-alcoholism crusaders. Wanisikize, waachane na pombe. Pombe hakuna mahali itawapeleka, sababu ukienda na pombe bado wataenda na watapoteza maisha yao. This piece of land was a donation from a well-wisher, Simon Nganga. Vijana wengi tulikuwa nao hawaoni hapa wamerudi kwa pombe haramu. Na ni kwa sababu pombe haramu imeanza kupatikana. Ningeomba serikali iwekee uzito na iwe na ile kitu ningesema kwa Kiingereza consistency. While some of their colleagues became hopeless after the crackdown ordered by President Uhuru Kenyatta mid this year, this group is reflecting on their journey as they celebrate Christmas in their own unique way. Jeff Kirui, KTN News.
Good evening and welcome back to Friday Briefing on this Christmas Day. I hope you had a good day and are continuing to enjoy the evening. Aishu Aram with my guest anchors. Today we are doing double co-hosting, Jamutai, and perhaps you've seen them in the Churchill show as well as Professor Hamo. Guys, it's so good to have you with us. Wow, sisi ndio tunajibaba. Mnajibaba? Mimi nasikia vizuri sana. You know, I think it's a rare opportunity. Is it? Hii ndio vitu ambayo watoto wako wakiniona silipi rent January. Look at me. Niko hapa. I'm doing good in Nairobi. Thank you. Rent nakusumbuanga? Unafikiria ni mimi? I'm speaking on behalf of many people out there. Watu wengi wanasema, I speak on behalf of people. Yes. Wewe rent nakusumbua? Mimi ni mbio tunataka kwenda Boston next year. Next year? So wakiniona hapa watanipea chance. Mazoezi gani umekuwa ukifanya? Kutoroka deni. Nimetoroka deni kabisa. Unatoroka nini? Deni. Acha nikwambie huyu kitu anaweza kibia peke yake. Labda akibilie Bwana. Yesu. Wacha nikimbilie Yesu basi. Na umepata Bwana? Bwana ni Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na mzao hapa chini. Huyu alienda mbio, sijui kama atawin gold next year. Alitoroka kabisa. Tuko na shida. Amo, ulianza comedy aje? Hebu tuambie kwanza. Let me tell you. Kuna vitu huwezi anza. Unajipataka nazo. Okay. Kibelebele hata ndo naambiaga watu I talk to children out there. Ni ukiona mtoto wako kuna uguruki ya aina fulani. Uguruki yani tu vitu tu tabia tu ajabu. Invest in that child. Invest. Huwezi jua nini yako nayo. So yako ilikuwa ugoroki? Ni ugoroki. Ulikuwa unafanya nini? Tu vitu tu ajabu like unajua kwetu, acha nikuambie tuko wengi. Tuko watu 8. So my mother alikuwa genius. By the way, you are calling someone genius here. Mama yako alikuwa genius because alikuwa na ujanja ya kutaka kujua mahali kila mtoto wako. Unajua ukiacha watoto wadogo kwa nyumba wanyamaze, you know they are doing something fishy. So kazi yake ilikuwa ni ya kutuchangamsha. Akianza kuita, si anataka kuita Bogo, anaita kila mtu kabla kufikia wewe. Kenya kila mtu ataitika kwa hiyo nyumba. My only job ilikuwa rahisi. Kwa hiyo harakati ya kuitwa nilikuwa naitika nikiendelea na ile kitu nafanya. Uguruki yangu. Kama nilikuwa nanyonya maziwa, naendelea kunyonya. Nikiitika. I was so good. I knew. But over time, I invested in it. Uguruki huo. I invested quite heavily. Na sasa imebea fruit. Hii ndio the fruits of the uguruki. Of the labor. Of the labor. Angalia. This is what I'm saying. Jamtai yako ilianza aje? Chani. Ilianza kama exercise, lose weight. So hiyo chani kidogo watu wananiambia, "Jamutai utaona kweli?" Unanichekesha. Nikajua kama lose weight nachekesha mtu hivi nasichoongea na nikianza kuongea. Si ndio hii niko hapa sasa. Ni hiyo kwa hapa. Sasa ndio hiyo chani ikanifikisha hapa. But the beauty of our nation by the way is that we embrace a lot of uguruki. Angalia tu. Juzi niliona like in parliament. Mtu anaulizwa a very simple question. Kwanza nyinyi ndio mnaoulizaga. Si wanakuwa wameketi hapa. Mnaita mbunge na unamuuliza so do you think what you said was insightful? Do you think it is inciting violence? Right. And he looked at the camera and said, thank you very much for that question because first of all I want to say thank you because good questions are the great cornerstones of every answers. And I'm saying every democracy needs good questions. Why? Because good questions are directed to the right people. Can take you even further than where the question was leading. Thank you. Any other question? Amekwambia juu ya good question. Amekujibu. Amekusifu. Ndio nakwambia we need to celebrate these people. We need to celebrate it as a nation. Ni kweli Jamtai? Wafanywe siku yao kama Moi Day. Iko yao kucelebrate hao tu. We just bright people. Watu wajaja. Ni kweli kabisa. Our leaders. Okay. Watu wajaja. Umeenda ukafanya comedy watu wacheki? No. Unafanyanga nini kama comedian ikienda hivyo? Well, kama ikienda hivyo? Kumekauka kwa mbele ya watu. Wacha nikwambie. Professor. Comedians na bankers ni we share the same thing. Unajua bankers unaweza andika check uende bounce. Ni the same na hiyo joke unaweza chapa joke. Ikurudie. Ikue bounce check. Sasa ikikurudia. Unatichegelea tu. Unatichegelea na unasonga.
Uwezi kaa hapo maista ati watu wa kucheka. You keep moving. Yeah. Let me tell you. Songa As tu. much as I want to speak something very serious, kuna kaujiga tu katatokea. Sio ati ni kitu mtu ajuaje toka wapi. Yeah. Si lazima. You know, shida ya watu ni kusema this is my joke. Yeah. Hakuna joke. We talk about serious. Yeah, we talk about very serious things. Yes. Very serious things. But ina nini confused way. Ina confused way. Kama gani hivi? Unajua kuna kitu nilikuwa naambia watu. Kenyans tumejifanya ati we are fighting corruption. What we are doing is we seem to be fighting corruption. No? So what we need to do, we need to kuwa na ofisi ya hongo kwa mfano. Ofisi ya ukweli kabisa professor. Receptionist ni yeye. Unasikia anapigia yeye nini? Ukijua leo jioni kuna alcohol kwa barabara. What do you do? Pitia kwa ofisi ya hongo. Lipa. Chukua risiti. Yeah. Uko umedeal na hiyo maneno. Maliza. You already ikia mali. Jibabe, jishikije ukitoka. Kitoka vizuri ukutane na polisi. Wakikusimamisha simama. Receipt. Onyesha receipt. Umeelewa? Ni ukweli kabisa. Sioni hata barabara. Lakini nimelipa. You have paid. Hongo ishalipa. Na ingekuwa taxable. Do you know how many billions of money inaenda wasted? Hii tunapatiana kwa barabara na haina risiti. Yeah. Hata wao wenyewe hawajui ienda wapi. You know, it's interesting as you're saying that kurudi kwako Jemtai kwa sababu hatuonangi too many. Now we are seeing more and more female comedians wakitokelezea. Nini inakujaz na hii kazi yako? Wewe. Hii ni kazi. Unajua mimi bado natafuta kuwa mkimbiaji. Juu watu nyumbani wanangoja gold. So sijui itanipea lini gold. Wacha tugoje. Nini imekuwa highlight yako so far? Nimekuja KTN saa hii. Tumekufurahisha. Hii mwaka ni wasichana wa Nairobi. Kwa nini? Wasichana wa Nairobi. Saa hii mtu anasema unajua ni birthday ya Yesu. So na imagine kama Yesu angekuwa hapa physically, tunajua anaishi Lang'ata. Vile wasichana wangetusumbua hapa. Ungepata wawili wanaulizana, je yako na birthday wapi? Amekuinvite. Mimi naenda tu ya miracle ya kuwa na hips. Wangetusumbua sana wasichana. Sasa tunamuita J yako na birthday. J yako na bash. Na kuna nini? Hii wanaitanga nini tei? Ni tei professor? Hii tei. Ingetusumbua sana. Sasa ngasema yanaenda. Kuna tei kuna tei, lakini si unajua J na ile mambo ya gali inaweza badilisha machi kuwe tei. Wangetusumbua sana. Ingekuwa moto. Ndio maana nashukuru Mungu yuko hapa physically. Wacha tu celebrate birthday yake akiwa yuko physically. Ume celebrate? Ukafanya aje? Ilikuwa siku mzuri kabisa. Prof. Lakini kama umestuka. Mimi yani mambo hapa unajua mimi nilikuwa najaribu kutafakari. Kama Yesu angekuwa anaishi saa hizi. Una imagine siku ile Joseph alienda akaambiwa my dear. Niko na mimba. Hii mimba si yako, ni ya biguni. Ejo Gabriel alikuja. Kama ni Joseph akianguka angeokotwa Golgotha. Ati nini? Ati uko na mimba okay. Na sio yangu. Ni ya nani? Ni ya Ejo Gabriel. Ejo azin malaika, mtu alikuja na hii mabawa. Akakuja hivi alafu akakuambia okay. You umeniweza anza tena. Please tuanze tena. So ilianza aje? Hii relationship ilianzia wapi? Mlikuwa na WhatsApp group. You know things like that. Unajua lazima kukue na mali imeanzia. Kielelezo mlitoana wapi? Facebook alikuona akalike page au akakutumia request. Inbox. No. Kunatakiwa kuwe na sequence. It makes sense. Mimi nakwambia yenyewe mambo ya biguni. Ndio maana tunashukuru hayuko physically. Kuna vitu kanga kwa physical tungekuwa na shida nyingi. Wasichana wa Nairobi wangetusumbua. Sasa hizi vitu za macho mmetusumbua nayo. Gani hizo? Hizi mnaweka hapa alafu mnapaka kala grey na kama mtu amevaa mabati. Roofing kwa macho. Galvanized. Lashes. Ya bana. Galvanized. Wametusumbua. Wewe professor. Mimi nilikubali. Kwanza hata si wasichana. Na wanaume ni nini hawana mshipi? Mshipi gani? Mbona wanafalia nguo hapa chini ya nini? Sasa tuwaliacha hiyo mambo kusag ile. Nimeona mwingine sasa nikikuja hapa. Unajua nachuuliza unafaa alia hapa na inafunika kiatu. Sasa mwili sikia baridi ufunike kiatu.
Sinataka mwili baridi ingie. Hapana. Watu wafai nguo. Watu wafai nguo. Nunua mshipi. Hii Nairobi kuna watu wa aina zote. Ni wagani wanakufurahishanga zaidi? Wale wanajifanyaga. Unaona ukiwa na shida, ukiwa na ngoli kwa maisha, shida. Ukiende mtu mwambie, kuna besti yako hapo alifiwa. Anajitoaga kwa hiyo story, anakwambia mazee strong, mungangane tu mtu yangu, najua kila kitu zina happening everyone. Lakini the same person mkujie na story ya pesa, mwambie baadaye ile check yangu ya milioni ilitoka. Anajigiza kwa hiyo story, unasikia mtu yangu akitumetoboa. Tumetoka kwa shida mtu yangu. Tumekuwa successful. Pesa maombi. Maombi. Nini pesa ni? Sisi tushikanaga hivyo hata kwa shida. I wish together. We would have gone far. Together bali. Watu wanakuja wanasema we are together, united. Acha nikwambie, there was a problem kitambo. Kitambo tulikuwa tunajuaga ukipata A unakuwa daktari. Leo tu kuna mtu hapa ameniuliza hiyo swali. Unajua mimi, let me tell you why I became a comedian. Let me tell you, I met my uncle. My uncle is a very wise man. Very wise. Alikuja siku moja, but he's a drunkard. So sasa zingine anakuwa na ututushida. So he told me words that took me back there. I became a professor because of those words. He looked at me and said, Habo, one of this, and I've just say, what do you become? You just fish. Those words changed my life. You can take them anywhere, please, and they will change your life. And they change your life. They will change your life. What changed yours? Hakukuwa kama hiyo. Huko na anko. Alikuja mbio. Ni situation. Kama wa makanga wa Nairobi. Wanajifanyanga wise men. Unajua wise men wa Biblia tu. Unaingia kwa matatu. Hii ya kwenda hapa juu inaitwa aje? Hii Embasava. Yes. Hii inaenda hapa juu. Embakasi. Yes. Unaingia unapatia mtu 200. Sekunde 2 chaisha, anakuuliza umenibeba pesa ngapi? Plan yake inakuanga nini akikwambia? Si wanajifanya wise men, ndio waambie 50 bob. Wakule yani wabakia na hizo nyingine. Na wachua kabisa. Wise men. Ni memory lapse. Nairobi kuna shida. Yes, sekunde 2. Matatu. Na ingekuwa ile gari ya moshi. Angesahau ngapi? Hiyo ni swali ya kipekee. Hiyo lazima niandike hapa. Ama Sophie hapa. Sophie. Lakini kama kuna mtu anafanya kwa bank, I wish, wacha nikuambie, swali yangu tu, mnatakaga tutumie pesa ama tu save? Kwa sababu unajua pesa inakuogeleshaga. Ushailipwa pesa inaanza kuogelesha. Aje. Unakuwa na jaya tu vitu tu upuzi kama baga. Inakugiza tu tujaa tu inakuambia tu vitu. Ndio maana mimi nachukua hiyo pesa napeleka kwa bank. Na iwacha safely. Ndio nitoe kwa hiyo shida ya kuniongelesha. Alafu immediately mnanitumia message, I can withdraw money from my account using my phone. Now, nani adanganya mtu? Ni nani adanganya nani? Because I do not understand. Mimi niliwaletea pesa mkae nazo. Why are you telling me naweza ipata tena? You know, unataka tu save ama tuharibu? We need to be clear. We just need to be clear. But kuna mahali inanifurahisha. Ushaijipata umepatiwa check. Kaeka kwa bank. Alafu after siku 2 unaenda kwa ATM. Naigiza kadi. Inakuandikia actual balance 340,000. And ile available balance 0.10 shillings. Unashindwa. Nani amechukua hizo zingine? Mimi baka nilipiga selfie na hiyo kitu. Kapelekea Landlord nikamwambia haya. Akisi ati nimesota. Angalia. Ni kumachua bado. It is just zinakuja. Okay, so nataka unajua nini ni guest uncles wetu, we have a story that we want you to introduce. Mwana Chantel venye ni manzi ni mtoto, I mean 4 years old. Anaweza sema majina ya magavana. Nyinyi mnaweza? Wacha nikuulize. Sema tu county. Wacha nikuulize. Sijui tuanzie wapi. Sijui kama profesa anaweza. Unajua ndio amesoma sana. Mimi naweza sema. So, list ya county. Mnaweza jitengenezea swali. Udirectie Sophia. Nijidirectie. Swali kama gani? Swali tu ngumu. Okay. So that right there ndio tunaitanga auto cue. Hapo ndio tunasoma zile stories
that Kenyans watch at home. Mimi nafikiriaga nyinyi wajaja, kumbe mko na Mwakenya. Amekuaje mama nini mumegram? Hii ni Mwakenya. Serious. Ni Mwakenya kidogo, si sana. Kidogo tu. Oh, just for nini? Yeah, just ile ndio kuwa na ile flow ya thoughts. Lakini ni kumaanisha kuna shida mpaka mnaandikiwa hii ni kamera. Mnajua hii ni kamera lakini imeandikwa kamera tu. You need to be reminded over hii ni kamera. Hilo ni kamera. Hii ni kamera. Just in case you think it's something else. Sidhani ni mbuzi. Uanze kukula. Ni kweli. Si ndio? Very good. Sasa nataka mtusome. Tutawarank on a scale of 1 to 10. We'll see kama nyinyi mnaweza change careers from comedian. Maybe you can give me that job. Si ndio? Alafu nipe yako naweza leta habari. Unakuja unaleta habari unapeleka watu habari ninaweza leta kabisa. All right. So we're going to start, mtajiintroduce nyinyi ma co-host. Simona watu wakisoma pamoja? Yes. Yeah? So wanasema ngaje professor? Hiyo sasa hiyo mta plan. Kitu ya kwanza unacheka. Wakianza una smile. So hii ni bullet ninaanza. Ngoja nijieke. Inaanza go. 20. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us this evening. My name is Jemutai, and this beside me is... I'm Professor Hamo. We'll be your hosting you tonight, yes, on the news. And in the news. How many governors can you name? Well, there's a little girl in Nairobi. She's only 4 years old. Yet Chantel can continue to dazzle with her ability to remember and recite the names of all the 47 governors of Kenya. Lofty Matambo traced this little girl to their home, to their Nairobi home. Here her story is her story. Jesus. Chantal's world is totally different from that of her age mates. Playing to her is not a priority. Instead, she spends more time going through her books as well as asking her elders as many questions as possible. This video went viral a week ago. Governor of Kakamega County. Wycliffe Oparanya. Governor of Lamu County. Isati Mami. Governor of Kilifi County. Abason Kingi. 4-year-old Chantel Minayo reciting the names of all 47 governors in Kenya. Clearly, this posed a challenge to many people who are way older than she is. As people were mesmerized by her abilities, we trace her to their home at Nairobi's Umoja Estate. Mama anaitwa Nineti Abudi, alafu niko Nazari, alafu niko 4 years. Chantel surprised her mother even more. Her single mother, Lynette, says she noticed the uniqueness from her peers while she was 1 year old. Concentration yake ilikuwa tofauti sana. Hakuwa anapenda kutazama sana mambo ya watoto ya kitoto. Sana ungempata anatazama habari za kisiasa. Alafu wale wanasiasa akishaona hivi atakuuliza yule ni nani, anatoka wapi. Akishakuuliza hivyo, siku nyingine tena wakileta atakwambia ndo yule Raila Odinga. Just how did she do it? Kuna siku nikamwambia basi nitakwambia magavana wote na mali wanatoka. Nilipomwambia tu siku moja tu hivyo akawajua wote siku moja. Siku brush. Na sweets, unakula sweets sana? That she is a beautiful little girl is no doubt. And what is becoming increasingly clear is her intelligence. Pink, black, green. And her mother says she prefers to stay in the house helping with domestic chores than playing with the children of her own age. The single mother struggles to pay Chantel's school fees, and she's often sent home for lack of school fees. When she is in school though, she often tops her class. Ali default third term because ya school fees na pia alikuwa amechomeka. So hakuenda, but wakati wa mwisho alikuwa huko alikuwa na 478 out of 500. Tuambie unaitwa nani? Philip Muli. Philip Muli. Unajua gavana wa kaunti ya Kwale? Mimi simjui. Unajua gavana wa kaunti ya Embu? Ala. Gavana wa Kwale County? I don't know. Wa Kwale. Salim Mvula, alafu na Kakamega, Wycliffe Oparanya. That is Chantel and Chantel's world for you.
But even her cleverness, the ability to grasp more things compared to her age mates marvels many. Chantel's mother believes geniuses are made and not necessarily born. Lofty Matambo, KTN News, Umoja, Nairobi. All right, and in case you missed our intro, you'll be meeting Chantel. She'll be live with us in studio in just a few minutes. Before I let Professor Hamwe and Njemutai go, how do you think you performed reading the news tonight, co-anchoring? Before 1 to 10 utasema umeduaje? Yangu. Wacha nijibe 9 tunajibenda lakini si 9. Na prof? Nimejikaza. Ndio nakugoje useme yangu. Mimi naweza wapatia combined effort. Yes. Hapo around 4.5 hivi. My goodness. Sasa tutasema watu waendelee na kazi yao. Kila mtu ajiweke mahali pake. Kila mtu tu, nyinyi muendelee tu. Heshimu kila mtu. Namsalimie Churchill. Bas. Na mimi niendelee. Si ndio? Tumeshukuru sana. Thank you so much. Hata Professor Hamo. It was a wrap. Yes, msitoke kwanza, wacha tuambie watu tunakuja. We'll be back after oh, the yes. short break. Yes. Stay with KTN. Oh yes. We'll be right back after a short break. Good evening and welcome back to Friday Briefing. In business news, as the young and the old enjoyed the roller coaster rides at Nairobi's Uhuru Park or engaged in other amusement activities, we spoke to those who were at the park not to enjoy but on duty. To them, as KTN's Ashley Mazuri now reports, it is always business as usual every Christmas. As Christmas celebrations began in earnest, Nairobi's Uhuru Park was a beehive of activities. Family were here to enjoy in their own different ways. Uhuru Park was filled with entertainment events. But beyond the fun lies the reality. The other side of the coin, that is, to others, Christmas is always business as usual. Kuna watu wamekuja kusherekea, so mimi pia nasherekea nao nikiwa kazi. Familia yetu yote iko hapa. Lakini lazima tufanye kazi ndio pia wakikuja hapa Kenya wanadai iko. Some of the business people we spoke to had reasons to justify their being at work on a day that many look forward to for a break. So si ati mimi sipendi Christmas, napenda Christmas, lakini sasa inanibidi sababu siku kama hii ni siku yangu mimi kama mwanabiashara, at least nitafute nikijua kwamba nikipata leo kika nimeweza kupata school fees watu wangu waweze kusoma. Unajua Christmas kwangu ni biashara. Nikiamua kukaa na mfuko iko mbaya yezi kuwa. The early morning showers had threatened to spoil the party for holiday makers and business for the businessmen and women. Biashara leo imetutatiza kidogo kwa sababu weather haikuwa nzuri vile, but tunasherehekea sawa sawa. And as the festive season rolls out, expectations are high that all will end well without ugly incidents. Christmas itakuja baadaye kama kila Mkenya ako na usalama. As Christmas is marked all around the world, here in Kenya it's business as usual for those hoping to make a little more extra. And for others, providing services is the only way they can celebrate Christmas. Ashley Mazuri, KTN Business. All right, and I have another set of guests with me on set. As you can see, we have the lovely Chantel. She's just 4 years old, Chantel Liabule, and rather Minayo, and her mother is Lynette Liabule. Thank you so much for joining us. Unajiona kwa TV? Yeah, ule ni wewe uko kwa TV. Si ndio, nimejiona. Umejiona? Asalimia watu nyumbani. Lynette, thank you so much for joining us. So in case you missed it, there's a report we ran earlier before we went on break, and we went on break, and it was about the genius of Chantel. She's one of the few people, I don't even know anyone who can name all the 47 governors of the 47 counties in the country. She can do that, and Lynette, utatusaidia, help us, just throw whatever county at her and let's see what governor she names. Chantel, who is the governor of Mombasa County? Hassan Joho. Taita Taveta County. John Tuta. Marsabit County. Ukuri Atari. Nakuru County. Nakuru. Kinuri Agubwa. Nairobi. Evans Kidero. Machakos. Ava Mtua. Makueni. Turkana. Junius Nanok. Oh, Joseph Nanok. Makueni. Kivuta Kibwana. Oh my goodness. So, at what point did you discover she can do this? At 1 year old.
do you mean 1 year old? Yeah. What happened? She liked concentrating much on politics. Yeah. She will concentrate on parliament, watching parliament. Yeah. Yeah, and asking questions. She will ask you, who is that? Where does he or she come from? When you tell her, she will not forget. The next minute, when the same person shows, she will tell you that is the person showed me. Chantel, unajua aje hawa gavana wote? Unawajua aje? Si nimewatch. Umewatch nini? Si mimi. Umewatch our governors? Huyu nani? Huyu. Ni Neti ya Bule. Ni nani kwako? Mimi. Chantal Minayo. Linet ni nani kwako? Mimi ni nani? Neti ya Bule. I like that she's going back to the names. Chantal? Nini nyingine unajua? Unajua kufanya maths? Tuhesabie gani? What math can she do? Counting. Counting, hesabie? We'll be calculating. 1, 2, yes, 3, 4, yeah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Sasa hapo nimeona huko. You're on point. Unananga shule? Wapi? Siendangi shule tena next year. Utaenda next year? What is the name of your school? Grace of Hope Academy. Grace of Hope Academy. So she's saying that sometimes doesn't go to school, and in the story that Matambo did for us earlier, there are times she misses school. Why is that? Talk to us about her school. Sometimes I lack school fees. Yeah, so due to that, she has to default. Yeah. So she's until in nursery. She's in nursery. Yeah. So in terms of these governors, she knows. You sit down with her, run her through. These are the governors. These are the counties. You say she does not forget when you teach her something. Yeah, she doesn't. Yeah. Yeah. And her teachers. Anything else, or if you show her person, or if you tell her your name. Yeah. The next time you meet her, you ask her what is my name. She'll tell you. She captures it. Yeah. She's sharp. Very sharp. Very. So what do you attribute that to? Is it genetics? Is it a miracle, a blessing? I can say it is a blessing and genetical. Yeah. Yeah. So when people meet her, she's very joyful. She's always like that. She's always inquisitive. Yeah. She likes asking adult things. Yeah. Yeah. Like what? Like when she meets a person, she'll ask, who are you? Where are you coming from? Why are you wearing this? Yeah. Chantel, unajua leo ni siku gani? Unajua leo ni Christmas? Christmas unajua ni nini? Unajua kuimba any of those Christmas songs? Kama gani? Wish you Merry Christmas. Imba. Tuimbe. Nimbe? Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. Okay. Ukikuwa mkubwa unaweza taka kuwa nini? Nataka kuwa mwalimu na Kwa nini mwalimu? Si nisome vizuri. Na usomesha. Unajua mwalimu anasomesha watu. Unataka kusomesha watu? Alafu nataka nikuwe daktari. Okay. Utakuwa daktari na utakuwa mwalimu pia. Si ndio? Nitakuwa mwalimu kwanza. Ndio nitakuwa daktari. After daktari? After daktari ni after daktari. Uta decide, si ndio? Does she play with kids as we wrap it up? Our time is Lynette. She really does. She likes adult company. Wow. Yeah. That's where she learns most of the things. Okay. Yeah. And you try to still encourage her to be with kids. Please hold the chair, she doesn't fall off. Do you encourage her to play with other kids? Yeah, I do. But most of the time, other kids bully her.
Why? She doesn't bully back. So she fears other kids. That's why she likes adult company, because they comfort her. Yeah. And tell her many things. So what's your message to Kenyans this Christmas as we bring this to an end? Yeah, to my fellow Kenyans, I would like to encourage you, mostly those who have kids. If you discover that your kid has got talent, kindly nurture it. Yes. Don't ignore or assume that your child is not meant to be. All in all, each and every child's dream is valid, no matter the type of background you're coming from. Yeah. All right, well said. Chantel, utaambia watoto wengine wanakuwatch sahi nini tukimaliza? Sijui. Unataka kuambia nini? Hakuna? Good night basi na Merry Christmas. Sema hivyo. Merry Christmas. And good night. And good night. From me, Chantel. From me, Chantel. Excellent. Thank you so much, Chantel. Lynette joining us this evening. Little Genius, in case you missed that video, she can just go on and download it, check it out on YouTube. She will tell you all of the governors. She will go ahead and say a lot of other things, calculations. You were telling us about that as well. A little beautiful angel with us in studio on this Christmas day. Stay with us. We'll be right back. Welcome back, and let's now talk sports. World-beating athletes, among them Berlin Marathon winner Eliud Kipchoge, 2012 Boston Marathon winner Wesley Korir, and two-time World Marathon champion Abel Kirui, today joined hands with Shoe for Africa team to give Christmas gifts to sick children at the Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. In a Christmas mood, the team donated foodstuffs, drinks, and toys to the sick at the Shoe for Africa Children's Hospital in MTRH. Eliud Kipchoge and Abel Kirui said it was a moment for them to meet the children who watch and cheer them while they compete abroad. We are here celebrating our first ever Christmas. So we decided, let's get the gifts, let's bring the famous runners. We have Abel Kirui, we have Eliud Kipchoge, we have Jonathan Mayo, who are coming today to greet the runners, greet the little children, cheer them up, and we brought gifts from America. We brought gifts to the children, so they'll be a little bit cheered up, because nobody wants to be alone in a Christmas bed in hospital. This is our family. These are our children. I am a father of two. I have a baby girl and a baby boy. So I am like, now I am in my family here. We are here to celebrate Christmas and keep the young children hope. And as the member of athletics, is that we keep them hope and tell them to actually stretch their bodies. I've come to the end of Friday briefing tonight on this Christmas Day. Thank you so much for joining us. Betty Okari will be back next week. And just to read some of the comments, just going through, we'd asked you on the Big Q to share your comments, your wishes for Kenya with other Kenyans on this Christmas Day. And Millicent Wangoi, you're saying what a beautiful Christmas it was. Also, quite a number of them mixed up with what you thought of the guest anchors, that is Professor Hamo, of course, as well as Jemutai and Chantel and her mother, who were just with us before we wrapped up the show. So we have Managapi saying, those are the most funniest comedian, Professor Haman. Then Engineer Kimutai saying from Elgeyo Marakwet, it was a good Christmas. Let's see, Geoffrey Odhiambo saying a very Merry Christmas to my fellow Kenyans, embrace peace and spirit of sharing. Then there's Comfix Solutions, you say let's maintain peace, love and unity, that's Collins. Let's see another one, Dicky Makoero Batoni, you said there should be no boundary as to Kenyan citizens. Let's use this Christmas Day to propagate more peace between us. John Nyumu, you say Christmas is not a time nor a season, but a state of mind to cherish peace and goodwill. Merry Christmas to all of us. Amoyi
rather Amos Kituyu, you say Merry Christmas to the people of Bungoma County. And of course, very many other messages. Could not possibly go through all of them. On our guests appreciating their talents, especially Chantal, many of you saying they can only perhaps name their only the governors in the counties that they live in. So we thank you on behalf of the team that made this show possible. We appreciate you sharing your thoughts with us. I'm Sophia Wanuna. Have a good night and enjoy the rest of your evening.